La kwanza tunamzungumzia au tunawazungumzia kwanza Waislamu wanapokuja kuswali katika masala ya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ndugu zanguni, tunaifahamu ndio ufunguzi wa swala. Unapoulizwa katika ilmu ya fiqh, hebu tupe taarifu ya swala, unasema hiya ibadatun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim. Kwa hiyo takbiratul ihram ndio miftah, ndio ufunguo unaofungua swala. Baada ya kushapiga takbiratul ihram, yale yote ambayo yalikuwa ni ya mubah sasa yanageuka yanakuwa ni haram, ndio ikaitwa takbiratul ihram. Kwa sababu kuna mambo ya mubah ambayo ulikuwa ukiyafanya kabla ya swala. Ulikuwa unaweza kula, unaweza kunywa, unaweza kuzungumza, unaweza kucheka, unaweza kufanya kila kitu. Lakini baada ya kuleta takbiratul ihram, haya sasa yanageuka yanakuwa ni haram kwa sababu ya takbiratul ihram, mpaka uingie katika hili, na hili ya swala ni taslim. Sawa au sawia na ile ihram ya haji na umra. Sasa makosa ya Waislamu mara nyingi katika takbiratul ihram. Kwanza, tukiwa hapa katika takbiratul ihram, Waislamu wana makosa mawili ambayo ni yameenea katika baadhi ya jamii ya Kiislamu. La kwanza, tunamzungumza wale Waislamu walio na udhuru wa kuswali juu ya viti. Unakuta mara nyingi kosa ambalo linafanywa na Waislamu wengi hapa, wale wanaoswali juu ya viti kwa udhuru mbalimbali, udhuru wa maradhi, udhuru wa umri, udhuru wa mengine na mengine. Sasa kosa ambalo Waislamu wengi hawana tambihi nalo ni kuwa kwa maadamu anajua kuwa yeye ana udhuru wa kuswali juu ya kiti, anakaa juu ya kiti kuanzia mwanzo wa swala. Ina maana kwamba kuanzia takbiratul ihram huwa jalis, yeye atakuwa amekaa. Takbiratul ihram anaipiga pamoja na imam au nyuma ya imam akiwa ameketi. Hili ndugu zanguni, kwa ittifaq, kwa makubaliano ya wanazuoni ulimwenguni wote, wakale na waleo, wote wanakubaliana kwamba hili ni kosa, tena ni kosa ambalo linabatilisha swala. Tizama vitabu vya kielimu mbalimbali, ni kutajie moja tu kwa mfano, kasome katika kitabu cha Al-Majmu' cha Imam Nawawi, na ananukulu kwamba swala hili ni biittifaq ya wanazuoni kwamba swala hapo haijafungika, imebatilika, kwa sababu takbiratul ihram ni nguzo min arkani salah. Aruknu hii ya takbiratul ihram ni lazima Muislamu ailete akiwa amesimama. Sasa ni mpaka uwe na udhuru wa kutosha kwamba wewe hata kusimama huwezi, ndio unaleta takbiratul ihram ikiwa umeketi. Lakini kosa la ndugu zetu au wazee wetu au wale walio na udhuru wanaoswali juu ya viti, wanafahamu ya kwamba swala juu ya kiti inaanza kuanzia mwanzo wa takbiratul ihram. Sasa hapa la kusikitisha ni pale Muislamu akishayajua haya, ina maana kwamba zile swala alizoziswali nyuma kwa namna hii, hukumu yake inakuwaje? Na kauli ya wanazuoni katika masala haya ni moja. Hakuna masala kwamba yule Muislamu alikuwa hajui. Ni masala mazito. Na ndio maana nikawaambieni mwanzo khutba, mada hii ni mada nzito mno. Maana kuna makosa mengine pengine Muislamu alikuwa akiyafanya yanapelekea mpaka swala kubatilika, na maana yake ni kwamba ikiwa kosa hilo alikuwa akilifanya miaka 10-15 iliyopita, jawabu unayo wewe. Hapo tukiwa katika takbiratul ihram, maana yake nimesimama hapa kidogo kwa sababu ni kosa ambalo ndugu zetu wengi Waislamu hawalitambui. Na unakuta kwa masikitiko, yule Muislamu aliyepiga takbiratul ihram akiwa ameketi, ameingia msikitini akiwa anatembea. Sasa maana yake ni kuwa anaweza kusimama angalau dakika moja, anaweza kusimama angalau dakika 5. Kwa hivyo ilikuwa ni wajibu alete takbiratul ihram hala alqiyam. Hapo tukiwa katika takbiratul ihram, tunawazungumzia wale ndugu zetu ambao wanaotoka kule kutawala, wanakuja msikitini au wanatoka nje wanaingia msikitini kuingia kwenye jamaa. Hapa kuna makosa mawili. Kosa la kwanza, wale Waislamu ambao kawaida wanapenda au wana mtindo wa kwenda mbio,
ili wamwahi imamu akiwa katika rukuu, au wamwahi imamu katika ile rak'a ya kwanza, wasiikose. Sasa kosa hapa la Waislamu ni lile kosa la kwenda mbio la isra. Hili Mtume amelikataza. Sahaba walilifanya wakati wa nyuma. Mtume akiwa ana swali akasikia mtitigo wa watu wanakwenda mbio. Baada ya swala akawauliza Waislamu katika hadithi ya Abu Huraira na hadithi ya Abi Qatada alladhi rawahu Tirmidhi. Mtume akawauliza, ma sha'nukum, mlikuwa mna nini? Mbona nimesikia mlikuwa mnakwenda mbio mititigo, kulikuwa kuna nini? Sahaba wakamwambia, tulikuwa tunataka kuwahi raka. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia, msifanye. Idha ataytumus salata, mukijieni sala, fatuha wa alaykum bisakina, ijieni sala katika hali ya utulivu. Fama adraktum, ile mutakayoiwahi, fasallu, salini, wama fatakum, na ile itakayowapiteni, faatimu, timizeni. Kwa hivyo hili ni kosa la kwanza la kukimbia. Imamu akishafika kwenye aya ya mwisho, walam yakul lahu kufuwan ahad, Muislamu atawadha kule, basi hizo mbio atakazozitoa huko utafikiri anafanya marathon, yuko kwenye sprint, anakimbia yeye pamoja na wenzake, kisa na maana apate kuwahi ile raka. Sasa baina ya kuwahi raka na kutekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo nzito ni ipi? Fadhila ya kufuata maagizo ya Mtume na sunna na fadhila ya kupata raka ya kwanza iliyo bora na nzito ni ipi? Wewe umechelewa, ushachelewa. Ilikuwa kama wataka kuipata raka ya kwanza, ushaambiwa fanya bidii uwahi takbiratul ihram, fanya bidii uwahi swala ya kwanza. Sasa kama ulikuwa na sababu yako ya kuchelewa, ushachelewa. Hapo hapo tukiwa katika takbiratul ihram, sasa kosa linatokea hapa. Mara nyingi yule aliyechelewa masbuq anaitwa masbuq. Maana yake katika maimamu, katika maamuma kuna maamuma aina mbili. Kuna maamuma anayeitwa muwafiq, anayeswali pamoja na imamu kuanzia mwanzo wa swala, na mwingine maamuma aitwa masbuq, yule aliyepitwa na sehemu ya swala. Sasa huyu aliyepitwa na sehemu ya swala, kosa lake la takbiratul ihram linajitokeza hapa. Anapoingia kwenye safu ashafika, kwa sababu yuko kwenye kasi, na sasa yeye lengo lake atakakuwahi ile takbiratul ihram, atakakuwahi ile raka. Takbiratul ihram ilimpita, atakakuwahi ile raka. Sasa kwa sababu ya kwamba fikra zake ziko katika kumwahi imamu akiwa amerukuu, hajasimama, hapo mara nyingi unakuta Waislamu anapiga takbira moja, na takbira yenyewe anaisoma akiwa anakwenda chini, au kimpata anapiga takbiratul ihram, anaipiga takbiratul ihram akiwa anarukuu. Allahu akbar, anarukuu kabisa. Sasa unajiuliza, hii takbira ya ihram iko wapi? Na ikiwa hii ni takbiratul ihram, takbira ya rukuu iko wapi? Na ikiwa hii ni takbira ya rukuu, ya ihram iko wapi? Na ikiwa ni ihram, ina maana ameileta akiwa amerukuu. Hapo Muislamu huyo atakuwa hana swala. Hiyo swala kwa ittifaq ya wanazuoni ni batila, kwa sababu nguzo ya takbiratul ihram ni lazima iletwe akiwa Muislamu amesimama.